The Sun kutoka Kwale County inakuletea bonge la filamu. Maria, mbona nataka kuwa kama fisi? Uchague cha kukila. Mzoga kama huu utopeleka wapi Maria? Kazi kubwa wewe, kazi mkefao, kazi kushughulia watu tu. Pumbavu wewe, kwenda zako. Sasa ipo madukani, usikose kuitazama. Wasiliana nasi. Hii hapa tena, Baba Msaliti ni filamu iliyochezwa na The Sun kutoka Kwale County. Wacha nitamfunga mdomo wake na kile kielele chake. Hiyo ndondo hicho. Hiyo ndondo hicho mwakiona hiyo ndondo hicho mwakiona hiyo ndondo hicho. Kaka. Wanatia nini hapa? Mimi nilikuwa nataka kuchukua hii mattress. Niko huko chumba. Alokuambia wazee hawatamani nani? Sisi watu wazima yetu ni vichanga vichanga. Mimi lazima nikupate tu. Baba Msaliti sasa ipo madukani, usikose kuitazama. Wasiliana nasi. Hatima ni filamu inayofunza wanafunzi na jamii nzima. Umeharibu wewe. Una nini? Ushaua dhala angalia. Fuata maji. Ewe mwanafunzi, elimu ndiyo funguo wa maisha yako. Hatima sasa ipo madukani, usikose kuitazama. 4, 3, 2, 1. Saumu mwanangu, darasa ulilofika si mahali pa mchezo. Kwa hivyo basi, zingatia mwalimu wako anachokufundisha. Nikuulize kitu baba? Niulize mwanangu. Baba, nikifaulu utanipeleka shule ya upili? Kwa nini nisikupeleke sekondari? Maana huwa nasikia watoto wa kike kazi yao ni kuolewa tu akimaliza shule ya msingi. Kauli hiyo mimi sina, na mawazo hayo yatoe. Wengi wanaosema hivyo hawajui maana ya elimu. Fanya bidii ufaulu, kisha utaona matokeo yangu. Na kuahidi nitapata alama 400. Inshallah. Amin. Nasikia mtoto yule alia. Mamako ameenda wapi? Sijui, labda ameondoka. Basi mfuate mtoto ukamchukua. Maana yulia. Wanangu, hii ni dunia, hamkuanza nyinyi kuikanyaga. Ila mimi baba yenu nilikuwa mlevi mbwa sana, lakini sikupata faida yoyote, bali nilishuhudia gerezani na ngafukarisha familia yangu yote kwa jumla. Masudi mwanangu, nakusihi sana usiandamane na vikundi vya kwamba hawafikirii maisha ya milele. Ni kweli baba, dunia imejawa na anasa sana, hususan hao marafiki zangu wote wameharibu, wanatumia bangi, kuruka. Lakini kusema kweli baba, najua jinsi gani nitajikontrol kuishi, na cha zaidi baba, kinga yangu bora kabisa ni swala, na nisipo swali nafikiri mimi nitaingia kwenye anasa. Ukidumu katika ibada ndivyo utafaulu katika maisha yako. Amen.
Fatuma mwanangu, Abeba. hivi sasa umeshakuwa mwanangu. Stage ulionayo ni mbaya sana, na bila ya kuchunga mwanangu, maisha yako yatakwenda ndivyo sivyo. Kweli. Angalie, mama yako alikuwa na tabia nzuri sana. Sasa baba, au niwachekeshe? Sasa naye mama alikuwa na tabia nzuri, kwa nini muache? Bado nampenda mama yenu sana, lakini maisha ya siku hizi bila pesa hauna thamani. Mama yenu alishawishika na kuniacha kwa sababu sina kitu. Masudi mwanangu, na kuomba utafute pesa mwanzo ili usije kwa dharaunika. Niliuza nusu ya shamba ili upate ujuzi mkubwa, maana kazi ya mkono haitupi. Ni kweli baba. Na huyu Fatuma nimempangia asome mpaka chuo kikuu ili wanangu mje mnisaidie na mnitunze. Sawa wanangu, mzingatie maneno kama haya. Sawa baba. Hilo Hamjambo wanafunzi. Marahaba, kaeni chini. Asante mwalimu. Karibu darasa la mwalimu. Shakaribia. Sasa hapa nimekuja na majina ya wale wanafunzi ambao kwamba wanaliwa hapa. Na leo nitawatuma nyumbani. Mpeto, Riziki, Pita haraka. Saif, Fatuma na Njira. Kwanza hivi Fatuma. Alafu unaniwakuta na ujalipa. Mimi baba yuko serious. Kuja na shida kulipa. Kwanza chukua bagi yako kwenda nyumbani. Chukua vitabu vyako utoke. Usirudi kwa kulipa pesa. Na hii fuatia nyuma. Hivi Omari, ulipata jiko? Maisha ni magumu, na mimi nikiwa na mke hayo yatakuwa masihara. Mimi bado niko mikononi kwa wazazi. Aki na juta, laiti ningejua nisingejihusisha kwenye tendo la ngono. Siku zote majuto huja baadaye, na mwana kulitafuta ndiye mwana kulipata. Ona sasa, amekuharibia maisha yako na masomo yako. Hebu jiangalie, mtoto mdogo kama wewe umekuwa kama nyanya wa miaka 60. Mafuta kujipatia huna, chakula cha kumpatia mtoto huna, wazazi wako wamekuachia dunia. Kweli nilikuwa na wazazi pamoja na marafiki zangu, lakini masikio yangu nilikuwa nimeatia nta. Sasa hii najuta kabisa. Hiyo nimeshakuwa funzo tosha. Hebu pambana na hali yako. Fatuma, lakini ujue ajaribia maisha yako. Saumu, ukitaka mimi na wewe tukosane, niingilie maisha yangu. Kila mtu yuko na moyo wake. Sawa, lakini ujue elimu ni msingi wa maisha. Achana na mimi, hebu funde. Warembo wa kisasa, ongozeni. Fatuma, hebu niache wewe nyumbani. Basi nitakuelekeza Na sweetheart. Vipi, mbona leo mapema hivyo? tumefukuzwa na pesa. Kufukuzwa na pesa? Nimesikia iko ghali sana. Yaani hajui mtu mkula nini wala ulala vipi. Unataka pesa tu. Na kwa pia siku nikija kwa mtoto wangu mimi sitamfundisha kamwe. Kwa nini sasa? Hivi unasoma huwe nani?
Nasoma ili nije nipate kazi baadaye. Kwa nini usitafute kazi kupoteza muda wako kwenda shule tu? Wewe una akili sana. Hebu achana na hiyo story. Niambie kama kuna mwingine ninachojua. Kweli. Nakupenda sana. Siwezi kukaa bila kukuona wewe kitambo. Sasa nataka nipate. Lakini nio nikifika, please nataka tuonane. Sawa, nikuelewa. Nataka nyumbani. Marahaba mwanangu. Mbona mapema mwanangu? Nimefukuzwa na pesa. Pesa ngapi? 3,000. 3,000 zenyewe? Sasa mvua hii mama, 3,000 ndazipata wapi? Wagombea wenyewe roho zimewaruka. Wengine wanasema hawajapata uongozi. Lakini mwanangu, kapumzike, kesho nitafanya mipango yangu, nitakurudisha shule kesho. Sawa? Sawa. Yaani wallahi hakuna kitu cha furaha kama penzi jipya. Yaani nikifunga macho Fatuma huyu, wallahi yule mtoto mapenzi anayajua. Hasani, usinione kimya, lakini nakujutia sana. Lini utakuja kuelewa usia wangu? Usinione mtoto mdogo Omari, ama wako ni wivu. Sawa, kama unafikiri mimi nakuonea wivu, lakini nataka ujue yule ni mtoto mdogo, pili ni mtoto wa shule. Hebu fikiria, wazazi wake wanamlipia karo, alafu wewe hujamtia mimba kirahisi. Unafikiri wazazi wake watalichukuliaje swala hili? Utakuja kuozea jela. Kwanza tunatumia kinga aina mbili, mpira pamoja na madawa. Hili gemu nilianza toka kitambo. Achana na watoto wa shule. Sasa hii Wizara ya Elimu imebadilika kama timetable ya masomo. Kama kuna ushauri wengine nipe, lakini kama ni huo wa kuachana na Fatuma, hiyo ni ndoto. Naota brother. Asante. Kama unataka kunielewa, ni wewe. Subiri simu. Babu. Hello. Ng'ombe mmezotoka msituni. Lakini bado sijazibadilisha. Okay, sawa, nakuja. Poa basi. Tutakupitia baadaye. Fresh. Jo, naamka. Serikali imejitahidi sana katika sekta ya elimu. Tena sana kaka, hususan kwa watoto wa kike. Yaani wakifaulu kwenye masomo yao wanasomeshwa bure Bilashi kabisa. Alafu nimepongeza kaunti yetu ya Kwale, imejitahidi sana katika sekta ya elimu kwa kupiga jeki wazazi wasiojiweza kwa kuwapatia basari. Ndi yako kaka. Anaambia bwana, wasemaje? Wema. Masudi mwanangu. Naam. Huyu ng'ombe nimeamua kumuuza ili kupelekea ndugu yako Karo shule. Baba, lakini ukumbuke huyu ng'ombe yuko na mimba. Aswa, tena hapo ndipo panaponifurahisha mimi. Maana mwaka huu ni lazima elimu yetu imarike. Ukimuuza unajua sisi tutakuwa tunapoteza. Sina jinsi, ni heri tukae njaa, lakini siwezi kumwacha mdogo wako akazorota hapa nyumbani. Sawa, siwezi pinga mawazo yako. Sina budi kwa fupi. Acha mimi nifungue nitafungulia msituni. Ukija na wewe mnunuzi, utampata pale msituni.
Mama watoto. Poa, vipi? Mimi niko freshi. Haya, wapi unaelekea? Au unaenda kwa baba mtoto? Tena usimtaje wewe mtu ukantia nuksi. Haki Mwanatumu, umechafuka sana. Yaani umekuwa kama zanga. Ama mzee akupigi service. Nilikwambia nakupenda mimi. Kwajibebisha. Angalia sasa, mtoto mzuri. Umekuwa kama mtu mwenye karne 3. Kwenda zako huko. Kwani unafikiri mimi sikujui utani wako? Wanawake bwana. Juzi alikuwa mrembo yule. Leo mwangalie. Dunia bwana. Haya, sawa. Kijana, unalolifanya unalijua madhara yake kweli? Ina maana hujui sigara inadhuru afya yako. Hilo bangi unalolivuta ni baya kuliko aina yoyote ya sigara ya kawaida. Na pia hilo bangi hilo linaweza kusababishia wewe mawazo mabaya sana. Inaweza kukuletea madhara pia, ukawa mwenda wazimu. Mzee, unajua kwa nikosea heshima? Ama unafikiri heshima inatoka kwa mdogo pekee? Nikuulize, hivi katika hizo pita zako zote umekosa mahali pa kutoa hizo nasaha mpaka kwangu mimi? Alafu mzee, unanijua vizuri mimi wewe. Samahani kijana. Mzee, sitaki samahani yako. Kwani umekosea njia? Nitokee hapa. Nitakupiga mtama mzee, nikutoe nishai. Sisi wavile tunasema asifunzwa na wazazi wake, kufunzwa na ulimwengu. Kwa heri. Kwenda huko. Nyinyi wazee mshamaliza zama zenu za rosta. Sisi zama zetu ni bangi. Kwanza nenda zako mwenye shahidi ya mudi hapa tayari. Mwena simu zangu alafu anaribia. Nenda zako huko. Hao wazee wengine vipi hawa nao? Niache nimekusudia. Lakini Fatuma, umwonee babako huruma. Si ni leo tu nikuletea pesa za shule. Mind your own business. This is my life. Umenielewa mama? Sawa, nisalimie shemeji. Jambo. Fresh, poa poa. Mbona sikuoni kiomba? Wazazi wangu hawajapata pesa kulipia karo. Aisee, pole sana. Asante. Mbona wazazi wako walifumbia macho hili swali, wakati elimu yako ndio urithi wa maisha yako? Ni kweli usemayo, lakini uwezo wangu kidogo hawezi nilipia karo. Hapana, ziko scholarship na basari ambazo zimewekwa kwa ajili ya wanafunzi kama nyinyi. Hizo nazo patikana vipi? Ni wazazi wako tu waende maofisini na kila kitu wataelezewa, na wewe utasoma mpaka ushinde mwenyewe. Asante sana kwa ushauri wako. Sawa, hamna tatizo. Acha mimi niishie mapema. Nzuri sana. Vipi? Mbona uko peke yako? Au umefukuzwa? Hapana, tunatolewa.
Kwani una masomo ya ziada kama vile Fatuma? Sina masomo ya ziada na wala pia Fatuma hana masomo ya ziada. Unasemaje? Sina masomo ya ziada. Hivi Fatuma anasadiki kumdanganya baba? Kila siku yaje kuchelewa kule nyumbani. Akirudi akiuliza anasema kwa yuko na masomo ya ziada. Ni muongo. Tena mkanye dadako Fatuma. Tukitolewa shule, afiki nyumbani mpaka afike kwa kina Hasani. Urafiki wao wa kitambo sana. Hata mimi mwenyewe pia wanashangaza. Okay. Asante sana kwa kunipa. Sawa, acha niwe nyumbani. Sawa basi. Maisha kijijini furaha, sio kama mjini, lakini tunalipia, usingizi unalipia. Fatuma, naomba uniambie ukweli kabla sijakuchushia hiki kipigo. Sawa? Huyu Hasani unamhitaji? Hasani? Hasani nani? Usinitibue akili yangu. Nafikiri unanijua vizuri mimi. Haya masomo ya ziada unasomea wapi? Nasomea shule. Nisikilize wewe. Hicho unachokifanya kitakuweka mahali pabaya. Baba anamaliza rasilimali zake kwa sababu yako wewe. Mimi nafikiri hujanielewa mimi. Zingatia masomo yako. Achana na urafiki na Hasani. Bora ulevu mwingine kuliko ulevu hazina. Unamaanisha nini Omari? Nasikitika sana kwa kile anachokifanya Hasani. Hivi mnajua Hasani anamtongoza Fatuma, mtoto wa mzee Ranjera? Fatuma si ni mtoto wa shule, tena kwa karibu kumaliza darasa la 8. Si hivyo tu, tena nafikia wakati Hasani anamuingiza Fatuma kwenye chumba chake. Sasa uko endako, Hasani anavuka mipaka. Yaani mpaka leo Hasani hajui maana ya elimu. Sasa wewe kama rafiki yake, mwambie jambo analolifanya litafikisha mahali pabaya. Kiukweli nilijaribu tena sana, lakini Hasani simuelewa. Sasa tufanyeni hivi. Tukimaliza hapa, moja kwa moja mpaka kwa kina Hasani, ili tukamwelezee jambo analolifanya, litamtia matatizoni. Okay, sawa. Mbele. Nikosa furaha mpenzi wangu kila uchao. Sina furaha na watu wenye macho ya nje. Nahisi kama nitaibiwa. Hebu acha shule nikuone ili nifurahishe moyo wangu. Hata mimi wazo langu kama hili. Niache shule ili unione. Maana mapenzi ni paya. Ni ya kipekee sana. Hasani, unachezesha nini kwenye shimo? Salamu kwanza, huo sio ungwana. Hata nikichezea na thamani gani? Fatuma, ukumbuke bado ni mwanafunzi. Babako anakutunza mithili ya mboni. Babako anakulipia karo na kukununulia vitabu. Leo hii umezama kwenye mapenzi. Ukumbuke njia mbili zilimshinda fisi. Hebu nenda bwana. Usifanishe kizi wangu na fisi. Umemaliza mzazi wangu? Dala. Vipi? Fresh sana kwaje? Za masiku. Poa. Abdalla.
roho kuna kichefuchefu kwa uchafu anaofanya Fatuma na Hasani. Wamefanya nini? Kidogo tu niwapige makofi, lakini ni kuhofia mkono wa serikali. Mimi nakumwambia Masudi amkanye Fatuma sababu anapotea. Kaka, mimi na Masudi tuko kwenye harakati ya kumfundisha Hasani katika hii dunia, na ulimwengu mzima utazipata taarifa hizo. Haya kaka, baadaye tuonana maskani. Hasani, niko toja kwako. Nyote watatu. Haya, nimebacha nani mimi? Hasani, mbona una maswali ya kuudhi? Washikaji, tumzoee huyu aliko hivi huwa. Hasani tafadhali, hatukuja kuzozana. Sisi kama marafiki zako tunakuomba, tabia ya kutongoza watoto wa shule acha. Utapelekwa mahali pabaya Hasani. Watoto wa shule ni nyaya za umeme. Mmemaliza? Acha masiara. Sisi hatukuja bure hapa. Kwa hiyo mmetumia shilingi ngapi kufika kwako? Hasani, hebu acha utoto. Tunachokuambia kizingatie. Utapotezwa na serikali. Sikilizeni niwaambie. Mimi naona hamna kazi za kufanya. Tafeni kazi. Sitaki usia wenu. Pia sana kwambia ukweli. Si utaki usia wenu. Haya sawa. Sawa. Wewe ndio jembe. Sawa. Hamjambo wanafunzi. So leo hapa ningependa kuangalia kazi zenu. Kuna watu hawafanya kazi yangu kabisa. Leo nataka kuona wale wavivu wenye wafanya kazi yangu. Tuone kitabu vyenu mweke hapo juu ya meza zenu. Alafu wewe Fatuma Ranjera. Wewe njoo. Njoo. Siwe nikufuza kwa fizi umerudi tena. Njoo. Si nikwambia usirudi mpaka pesa. Harakisha njoo hapa. Sasa ushike barua. Pelekea babako hiyo barua. Lakini mwalimu, baba alisema atakuja. Nimekwambia sitaki story hii, pelekea babako hiyo barua. Kaonze. Marahaba mwanangu, habari ya shamba? Nashukuru. Mbona uko kama una mawazo? Mwanangu, soma hii barua. Sasa baba, pesa zote hizi utazichukua wapi? Hata sijui mwanangu nifanyeje. Alafu yule mwenye ng'ombe kweli, yule ambaye alinunua ile ng'ombe juzi, alikwambiaje? Yaache mwanangu, watu wengine wanatafuta maneno. Nilipopatiwa hiyo karatasi ni Fatuma, nilimfuata yule mnunuzi wa ng'ombe, lakini akaniambia kwamba alipata hasara. Hasara tena? Hata sijui nikupatia njia gani baba, kwa sababu huku kufukuzwa kwa Fatuma kila siku unapotezea masomo yake. Hayo niachie mimi. Nia yangu ni kutimiza ndoto ya mwanangu. Sasa baba, uenda wapi hivi? Ngoja narudi baba, naja. Nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini. Baba anahangaika kwa sababu yako wewe. Na hivi ameondoka na sijui ameelekea wapi. Hivi nikuulize, hivi anavyohangaika baba, anataka kutimizia ndoto zangu za maisha. Kwa hiyo baba anatafuta ili kutimizia ndoto wewe na Hasani. Kaka, mimi sifanyi mchezo wowote. Funga bakuli lako, mpuzi mtupu wewe. Mwangalie vile. Saa hii inaongea na maneno, lakini mara ya pili itaongea na vitendo.
Anakupatia nini Hasani wewe? Hujui kuwa anakuharibia maisha yako wewe. Bado unasoma wewe dadangu. Piga mfano ulio hai. Unamwona Mwanatumu vile alivyo. Wafikiria alikuwa vile. Sasa wewe ukiangalia waweza kulea mtoto wewe. Kama unafanya haja. Kaka, nimekusikia. Ninakuhakikishia sifanyi kitu chochote. Sawa basi. Wewe nenda ukaendelea na shughuli zako. Sawa. Hasani. Poa poa, vipi? Smart bwana. Umefanya vizuri Hasani kupitana hapa. Vipi bwana? Bwana jana ile hesabu inaenda vipi? Tuliuzana zingapi? Sisi pale tuliuzana takriban kama 52. Hasani, kumbuka mimi ni nduguyo. Ijapokuwa sio damu moja. Hasani. Unajua maisha sasa leo hayaendeshwi na remote. Yanaendeshwa na serikali yenyewe. Alafu unajua wewe mtoto mdogo sana, haufai ujihusishe kwenye mapenzi. Kaka, unapenda sana kuniita mtoto mdogo, na siku zote mapenzi hayana rika. Ama kwa vile demu wako alikutapika, unataka mimi tapiki Fatuma ili tuwe sare sare? Simaanishi hivyo Hasani. Ninavyojua Fatuma bado ni mtoto wa shule. Mbeleni atakuja kutie matatizo isipokuwa Hasani, na kuomba uachane. Hebu hizo falsafa zako nenda kisitumie kwa kuandika vitabu. Wewe ndio kama mwandishi bora sana wa vitabu, lakini kama ni kuachana na Fatuma, hiyo uwezekani. Fatuma ndiye mmiliki wa moyo wangu. Unajua vizuri sana huko mimi na sitaki wewe uyapitie kama yale niliyoyapitia. Asante na majuto huwa yanakuja. Kaka, asali ninayokunywa mimi hujawahi nywa kamwe, na siku zote mchovi asali achovi mara moja. Hebu achana na mimi, hiyo ishakubalika, ndio pindiki. Angalia ndefu yako kaka. Utakuja ujute Hasani. Achana na mimi. Utayakumbuka maneno yangu Hasani. Kwani kujuta shilingi ngapi? Fatuma, toka tuende shule. Marahaba mwanangu, habari ya shamba? Shamba salama huko. Mahindi umeionaje? Mazuri. Nakuuliza hivi, mbona nawaona kama mko mwenye msafara? Nampeleka huyu Fatuma shule, nikamlipia karo ili nijue lile deni ambalo lilibaki. Alafu yule mnunuzi wa ng'ombe alikwambiaje zaidi? Alisema mpaka wiki ijayo. Sawa baba. Alafu Fatuma, unamwona baba vile anavyokaribisha umaskini kwa sababu yako. Kuwa makini kwenye masomo yako. Sawa kaka, nimekuelewa. Mimi ndoto yangu nije nituze familia yangu kwa ajili yako. Haya sawa basi, niwatakia safari njema. Haya mwanangu, waenda. Haya. Masudi. Naam. Hebu toka kidogo. Vipi Duda? Nashukuru, sijui wewe. Safi. Karibu chai. Mimi natoka hapo hapo. Sasa watoka nyumbani ama watoka shamba? Mimi natoka nyumbani, ndio nimekufuata hivi twende shamba. Wakati mwingine abdala bwana, fanya ukirauka. Ukibida hili jua, mimi mwenzako natoka huko. Kwani umelala huko ama umerauka? Sikulala huko, nimerauka. Okay, poa basi wewe. Nenda bwana, japokuwa umekata chai yangu. Sawa, wewe nenda ukate siku zako. Sawa, poa poa. Sawa.
Baba, Naam. na jambo nataka kukuelezea. Jambo gani? Mimi na Fatuma huwa tukitoka shule, Fatuma afike nyumbani kaka afike kwa Hasani. Hasani ni nani? Sijui, lakini huwa wanashikana. Naona sasa hiyo ni tabia mbaya sana. Alafu umefanya vizuri sana kuniambia, kwa sababu unachokipanda ndicho utakachovuna. Nakwambia hivi, achana na Fatuma kabisa, fata la masomo ili ufanikiwe. Sawa baba, nimekusikia, maneno yako nitafanyia kazi. Sawa. La Fatuma niachie mimi, nitamalizana naye. Sawa mama? Sawa. Oa, angalieni mrembo wa Hasani yule. Achana naye yule, hajui kuwa anajaribia maisha yake. Tatizo lile halijui thamani ya elimu, eti linajiita piskali. Piskali gani ya mtaa? Danga tu wa kawaida yule, eti linajiita piskali, ushugwada tu wa kawaida yule. Achana naye aende. Naweza kuwa anaenda kwa Hasani yule sasa. Kwenda zako wewe. Mimi sasa naenda kwa Hasani lazima. Au si? Akwenda akiwa naye lolote yule kwenda. Hata sijui ulikuwa wafanyaje. Bwana. Mimi nilikuwa nashikilia kama kocha bwana. Nilikuwa na coach wale watoto pale na mafunzo zaidi ya kucheza bora. Ndio mimi ni bora pia. Sasa Omari, Fatuma Ranjira alianza lini tabia? Maana huu mchezo sijauona leo wala jana. Mimi nimemwona kwa macho yangu akiingia nyumbani kwa Hasani. Mimi kila siku namwambia Hasani, wachana na Fatuma, tutajitia matatizoni. Lakini huwa ananiambia kwa msemo ya kwamba namwonea muwivu. Jamani, mbona huyu Hasani huyu ajitafutia matatizo na mzee Ranjira? Mimi nitamwambia Masudi. Nafikiri huu mchezo uanzi leo wala jana. Sawa Mwanatumu, wewe jaribu kumwambia, huenda akakuelewa. Maana ninyi wanawake mkishapenda huwa mwambiliki. Nyi wanaume si watu kabisa. Mnatupatia maneno matamu na ahadi nzuri nzuri. Mwishowe mkitupa ujauzito mnatutenda kabisa. Kwa basi baadaye mimi naenda kuwafunza wale watoto bwana. Tuonane inshallah. Haya sawa, lakini mimi nitamwambia Masudi. Kakangu baba. Haya maisha sasa, mbona nazidi kwa kuliko yale ya mababu zetu. Unajua kwa nini? Vile nijuavyo, pesa zimepotea sana. Kupata chakula pako tumie mbinu za mkopo. Masudi, shika haya yangu. Unajua si vijana wa sasa tumepuuzia kilimo, tofauti na mababu zetu ambao walifanya kilimo kama ibada. Ndio maana wakawa wapati shida kwenye mdo. Ni kweli usemacho, sisi vijana tumebobea sana kwenye starehe. Ndio maana kila kitu ni cha kununua, hususani hapa kwenye magonjwa yanatushika mara kwa mara kwa sababu hivi vyakula vyetu ambavyo tunavila. Basi inapaswa tuwe mfano bora kwa wenzetu. Tukiwa likizo kama hivi, tuingie shambani. Baada ya mwaka au miezi kadhaa utayaona mabadiliko. Ni kweli, hata umenitia morali. Acha nilime. Haya, hayo makuti yamekutosha? Haya yatosha, kwa sababu mkiongeza mzigo utanilemelea. Mimi mwenyewe tayari nasikia kiu, naomba mnisaidie na maji ya kunywa. Fatuma, Abeba. mletee shangazi yako maji ya kunywa.
Babake Fatuma, Naam. nakuomba tuongee kidogo. Sawa sawa. Huyu binti yako unamwangalia vizuri kweli? Kumwangalia vizuri vipi? Huyu binti yako nilipomtazama vizuri, nimemwona na dalili za ujauzito. Dalili za ujauzito? Mbona unanishangaza? Fanya mchunguze vizuri sana yule mtoto wako, alafu utaniambia. Kwa heri. Hasani, ongea, unasemaje? Usiku huu nenda wapi? Nenda kuangusha maembe. Una askari yeye. Yote dada yako kuvizia wanafunzi. Hebu achana na mimi, angalia ile. Nakwambia, na tena siku moja tutakushika tukupige wewe. Kwenda. Nakwambia nenda. Usisumbue. Fanya na dharau sana, nikomesha. Fatuma. Unaona kama ndani na nini? Acha kinga yako. Hasani. Wafanya nini huyu binti ya watu? Dogo, niachie matai. Lazima utafichana mdomo wako. Wewe, hebu jaribu uone. Jaribu uone. Hebu jaribu uone. Jaribu uone. Jifanye hiki kifua chako yani unifanye chochote yani. Napaika historia hapa pote hapa. Hivi hujui huyu ni mtoto wa shule? Wataka kumharibia masomo yake? Kwani mtoto wako? Ama dada yako? Kama fikiri mimi nafaidi, basi chukua wewe. Kwenda zako. Hivi ni mtoto wako? Ama dada yako huyu? Na nini hapa? Na nini? Unataka kumjinga hapa? Dala ushaua. Asante. Ushaua Dala. Fuata maji faster, fuata maji. Asante. Amka, amka kaka. Hapa Dala, hapa. Fanya haraka, fanya haraka. Haraka. Sasa unaona Dala, umepiga ngumi ya moyo, wewe utakuja kwa mwenzako. Bahati yako leo ungebeba mzigo wa maiti mpaka polisi wewe. Bahati yako naona sasa ndio hivyo kaka. Ni vipi? Lakini huyu kila siku namwambia lakini hataki kunielewa hata sijui vipi. Sasa wasani Lete ngempata. Ningemlima kisogo. Anakunua kutumia ngumi. Lakini kila siku nakwambia Hasani, achana na Fatuma. Yule ni mtoto wa shule. Atakuweka matatizoni. Kwenda zako. Mimi nakwambia kama rafiki. Achana na mimi pia. Sawa, nenda. Niambie. Poa. Fresh, inakwaje? Kwenda wapi? Afadhali nimekuona hapa njiani kaka. Maana ningekuona kwenu singeweza kuambia. Kuna nini? Kwa nini usiniambie? Jana nilikuwa kwenye pilika zangu pale, si unajua? Ngapita na kwa kina Hasani pale. Cha kushangaza namuona dadako Fatuma. Fatuma huyu dadangu. Ndio dadako Fatuma. Alafu dadako Fatuma ndo namaanisha. Alafu cha kushangaza zaidi namuona Hasani anatoka ameshikilia kanga mkononi. Ikawaje sasa? Hilo jambo yani ilinisikitisha sana. Alafu namuuliza Hasani vipi? Mbona hali kama hii? Alichonijibu yani sikuamini macho yangu. Ukamfanyaje? Si unanijua mimi na hasira. Kamwekelea kitu paka chini.
Wewe ungemuua. Mimi Abdalla nini wewe? Ungemuua Abdalla. Bwana, si wajua kuna polisi. Sasa polisi na yule ni mtoto wa shule. Polisi wa nini tena? Alinikera sana. Yule ni mtoto wa shule. Kumbuka Abdalla, yule dadangu ni mtoto wa shule. Mbona yule sana ananitafutia nini mimi? Yule dogo anavuka mipaka sana. Sikiza nikwambie Abdalla, mimi nitamtafuta Hasani popote pale na nikimpata mimi talianzisha. Sawa? Ndio. Hata umenikoroga hata siendi huko bana. Mbona kupeleka huko na kwenda? Huyu Hasani huyu. Abdalla nakwambia yule anatafuta matatizo. Oya, vipi Hasani? Kupata nini hebu yana kutafuta sana yani. Nikwambia unitishi. Utanifanya nini? Sikiliza dogo. Nisikilize tena kwa makini. Sawa? Sisi hatukuja hapa kwa ubaya, tumekuja kwa upole sisi. Tutasoma. Achana na dadangu. Dadangu anasoma yule. Sawa? Siku nikirudi hapa tena, patazuka kimbunga hapa. Nyumba yote ile nimtefumua fumua. Sawa? Nisikize tena kwa makini, nitakuja kukata hiki kichwa chako nikirudi hapa. Funga dogo. Tajuta. Umefanya vizuri sana. Maana kitakachokuja kutokea ni kimbunga. Hasani anamtongoza Fatuma ambaye ni mtoto wa shule. Huyu Hasani hatambui kuwa mwanafunzi ni mali ya serikali. Na kwa nini jaribu kukelisha na kumweleza afanyacho kitamweka matatizoni? Methali na nahau nimezimaliza kwake, lakini yeye alivyo mbumbumbu niambia kuwa namwonea wivu. Sikiliza, yule si mtoto mdogo. Sasa sisi tutumie maneno ya wapenda, kwani asifunzwa na wasiziwe, funzwa na mfunzo. Licha ya mimi tu, watu wengi wamejaribu kumwambia, lakini yeye masikio yake ameyatia nta. Mimi binafsi siwezi mwacha sana teketee. Sisi basi twende tukamtafute, nijaribu kumpa uwasa wangu, huenda utamsaidia. Sawa basi twende. Nyinyi mnajua nilichowekea hapa? Mnacheza na maisha nyinyi. Mnajua maisha gani magumu? Nyinyi mkiambiwa msame nafanya kitu vya kijingo kwa nyumbani. Mnachezea maisha. Sasa nyinyi fanyeni hivi. Sasa kwa vipimo tulivyofanya juma lililopita, sitawapatia majibu yenu mpaka mje na wazazi wenu. Lakini mwalimu, usingetupatia sisi wenyewe. Nimesema nendeni nyumbani mje na wazazi wenu wachukue majibu yenu. Tokeni na mwende. Tokeni. Fatuma, hebu nisubiri, kuna kitu nataka kuambia. Fatuma, mbona wewe na Farida mko na majibu? Na Farida ananiambia naambiwa wakati wazazi. Na nini? Hata mimi mwenyewe sijui. Lakini achana naye. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu. Habari ya sasa?
Salama baba. Mbona kwa hivyo nini? Mwanangu Masudi najisi homa, lakini ndugu yako Fatuma alifukuzwa shule jana. Kwa hivyo nakuomba siku hii ya leo uende shule kwa sababu kunatekana wazazi. Sawa mwanangu? Sawa, acha basi nitulize alafu baadaye nitaenda. Masudi, Masudi, Masudi. Masudi, hicho chuo cha ufundi yaani kimekuta kiburi mpaka utaki kunisalimia. Hapana shangazi, akili yangu haiko sawa, nahisi kama nimechanganyikiwa. Mtoto mdogo sana wewe, akili waipegusha na mawazo haya. Tuyaache haya. Baba yako jana alimwambia maneno yangu, kama alikwambia wala vipi? Maneno gani hayo shangazi? Nilimwambia baba yako amchunguze sana yule Fatuma, kwa sababu mimi namwona na dalili za mimba. Shangazi, natoka shule, nasikia, lakini haya yote yasingetokea, nasababishwa na baba kuachana na mama. Natoka shule, baba aliletewa barua na Fatuma kuwa anaitwa shule. Sasa baba akanikumba mimi, nilipofika shule Fatuma akapatikana na ujauzito. Nenda ukamtulize baba yako, la sivyo mtampelekea kupata magonjwa. Sawa shangazi, hata mimi niende. Asante. Haya, karibu. Baba. Baba. Yo. Baba, tatizo ni nini? Mbona unatetemeka hivi? Una homa kali mwanangu. Sasa baba, tufanye hivi, afadhali nikupeleke hospitali kwanza. Wewe jitayarishe twende hospitali. Ni sawa, lakini niambie shule kuna nini? Baba, hayo mengine yaache, tuangalie hili lozima kwanza, twende hospitali. Hapana, nataka kujua shule kuna nini. Tukirudi nitakwambia kila kitu, hakuna tatizo, tuangalie uzima kwanza, uzima ni muhimu. Masudi, tusije tukakosana. Sawa baba, mimi nakwambia. Mwanao Fatuma ni mjamzito. Ana mimba Fatuma? Ndio baba. 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 Baba, amka baba. Baba. Nini baba? Kaka, baba amefanya nini? Kaka, baba amefanya nini? Pumbavu mtupu wewe. Yote umeleta wewe haya. Baba. Angalia paka Mungu anaenda kuatia polisi wewe. Baba. Baba amka baba. 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 Sikiliza Omari. Jana shemeji yako alikuja hapa. Akanambia nisi kizunguzungu. Hebu kuwa mwelewa kaka. Yote ni kwa sababu haukwenda shule hata kidato kimoja. Huyo atakuwa na mimba. Kwa hiyo kaka, jiandae na Mke? Mimi. Wewe. Haiwezekani.
Mimi nitamshawishi aitoe, kama atakataa basi kama mimi nitakataa. Sawa, kwa sababu maamuzi yako kwa wewe. Acha mwanangu kande ugali mwanangu, acha mambo yako. Baba, baba, baba amka. Baba, baba, kuna nini? Baba amki. Amefanyaje kwani? Baba, Jirani, baba, jirani, baba, jirani. Ametuacha huyu. Eti? Ametuacha huyu. Eti? Ametuacha. Kija bibi. Kija ni ndani wa ametuacha huyu. Basi. Basi. Hebu inu kwa ndani. Hebu niwacha. Hebu ndio yuko ndani, yuko ndani. Hebu. Kidogo. Ngoja. Kidogo. Hebu inu kwenye. Mama, kaka. Chukua kofia ya mzee, chukua kofia hii. Nasikia baba yako ankufa. Ndiyo mama, amekufa baba, lakini nyinyi nendeni kule nyumbani, kuna watu. Mimi naenda hivi na hao askari hapa. Twende zetu. Mjomba. Naam mjomba. Hii familia mbona ina mikosi hivi? Kwa nini mjomba? Hebu angalia saa hii huu msiba uliotokea hapa. Vile vile Masudi naye akuja akachukua dadake. Huyo tunaenda naye polisi. Hujaona maskari waliokuja? Sijawaona mimi. Anatoka naye dadake, anaenda naye polisi. Lakini usishangae kwa hilo, huenda kukawa kuna tatizo zito sana. Kweli, ndio sababu ankuja akamchukua dadake. Lakini unajua msiba ni kitu chengine kizito sana. Kweli, unajua hapa tuko katika hali ya huzuni sisi. Ndio tuko katika hali ya huzuni. Hebu angalia. Sikiliza, fanya hivi hayo tu yake. Poa sana. Mbona mbio? Hamna mjuano. Nini? Kuna tanzia. Tanzia? Tanzia amekufa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tuneni basi wazee tuache. Umeharibu wewe.